Alinambia mama, mwanangu, mojawapo ya vitu vya maana muhimu na adhimu sana katika maisha tuishio ni unyenyekevu. Mwanangu, kumbuka maisha ni mapito na hamna linodumu humu duniani. Mwanangu, nimaanishacho ni kwamba kwa lolote na chochote ufanyacho, kumbuka kuwekeza unyenyekevu, ukielewa kuwa kesho imefichika, hamna ajuaye kesho. Kesho ni maono, kama ilivyo zawadi siku ya leo, na jana ishakuwa historia. Mwanangu, ukiazimia kuwa mwandishi hatimaye ufaulu, basi kumbuka kunyenyekea, bila kusahau kuwa walikuwemo waandishi wengine bora walotambulika na kufahamika kwingi, tena kwa wengi, kama kina Ken Walibora, ambaye baada ya kufariki uandishi ulizidi kutia fora, wakaibuka waandishi wengine walioishia kuitwa bora baada ya ubora wa Ken kuwekwa pembeni. Mwanangu, kama walimu, basi kumbuka walikuwemo kina Julius Nyerere, ambao baada ya kusafiri Jongomeo elimu ilizidi kutia fora, wakaibuka walimu wengine walioishia kuitwa wahaiba. Mwanangu, tukirejelea wanahabari, walikuwemo vikongwe wa mikrofoni, na mrejelea Leonard Mambo Mbotela miongoni mwa wengine, ambao baada ya kufariki kwao bado utangazaji ulizidi kutia fora. Kama ni uongozi, basi alikuwemo Rais Jomo Kenyatta, ambaye alichangiza katika ukombozi wa taifa la Kenya kutokana na ukoloni wa Waingereza. Lakini baada ya kufa kwake mzee hayati Jomo Kenyatta, basi Kenya ilizidi kuendelea. Waliibuka viongozi wengine walioishia kuitwa bora baada ya ubora wa Kenyatta kuwekwa pembeni. Na kwenye sekta ya nyanjani, mwanangu, mkumbuke Diogo Jota, alokuwa mchezaji wa kikosi ama timu ya Liverpool, ila baada ya maombolezi ya siku chache, basi aliweza kuwekwa pembeni, wakasajiliwa wachezaji wengine ambao kwa sasa wanaitwa Masters baada ya ustaa wa Diogo Jota kuwekwa pembeni. Hao ni wachache miongoni mwa orodha ndefu isoweza kukamilika. Yaani, ukielewa maisha yalivyo mafupi, basi utatupilia mbali husda, hasama na lawama, hata kwa mahasidi wasokuwa na sababu. Yote hayo 9, 10 ni kwamba mwanangu, nyenyekea.